Dunia sasa tulipofikia, dhambi inaitawala. Wakati mwingine inashindwa niongee nini, nisungumze nini ama niseme nini. Lakini ukweli ni kwamba dhambi imetawala dunia. Imefanya vijana wengi sana wanafariki dunia mapema kwa sababu ya dhambi na mambo mengine machafu tu ambayo yanafuatana na haya tu. Dhambi ni chanzo ya vitu vingi, na dhambi na umaskini ni tatizo sana kwa mwanadamu, kwa sababu tunahangaika kutokana na hali ngumu sana ya kimaisha. Naweza kusema kwamba umaskini ni mbaya sana. Umaskini ndio unachangia dhambi kuwa mingi hapa duniani. Mimi kwa mtazamo wangu nahisi kama umaskini ndio utafanya watu wasiingie mbinguni, ila sio dhambi. Kwa sababu mtu anapokuwa maskini ndipo anajikuta yuko kwenye dhambi. Umaskini ndio chanzo ya watu wengi kuiba. Umaskini ndio chanzo ya wengine kufanya ukahaba. Umaskini ni chanzo ya watu kuuana kwa sababu ya mali. Umaskini ni chanzo ya watu kufanya ukahaba. Unamkuta mke wako amekuacha kutokana na hali ngumu ya umaskini. Na pia kuna baadhi ya wanaume ambao wanaacha wake zao kwa sababu wamewapata wale wanawake ambao wana pesa. Lakini mwisho wa siku tunakuja kusema yote ni dhambi. Ninapotazama kizazi cha sasa na dunia ya sasa, ninashindwa kuelewa Mungu anazungumza nini, ama Mungu anatuangalia kivipi. Ukweli ni kwamba tumekuwa watenda dhambi, tumekuwa wabaya, tumechukiza mbele za Mungu. Yote ni kwa sababu ya ugumu wa maisha. Na leo ukiwa na tatizo, hakuna atakaye kushika mkono. Lakini ukiporomoka kimaisha, watu wataongea. Watu wataongea mpaka ushindwe ni nini kinaendelea. My viewers na watu ambao mnanitazama, najua tunapitia hali ngumu, lakini wakati umefika haswa kwa sisi vijana tujaribu kubadilisha mwenendo. Tujaribu kujifikiria kwa mara ya pili. Tazama, usiku na mchana tunaiaga dunia. Tunazikwa kama kuku na miaka midogo sana, kwa sababu ya ugumu wa maisha. Lakini ninaomba tu ya kwamba Mungu atusamehe na atuhurumie. Zaidi ya yote, atufungulie tu mlango wa kipato chetu, kwa sababu hichi ndicho chanzo cha dhambi.